Welcome back. Today's demonstrations have never been seen before. For 61 years, tangu Kenya ijinyakulie uhuru, hakujawahi onekana such kind of demonstrations. Remember, tumeona wa Kenya wameenda pale kwa parliament na wameweza kuchukua vitu kadha wa kadha. Pale Senate wameweza kuchukua the mace. Very important. Number 2, kuna jamaa ameweza kujinyakulia ile coat ambayo speaker wa Senate huwa anavaa. Kuna kiti na ambayo imeweza kutolewa huko ndani, ikatolewa huko nje kwa barabara. We saw the parliament ikichomwa. Kuna jamaa tumeona akiwa pale ndani ya parliament akisema Mr. Speaker sir, na kuna vitu vingine mingi na ambazo tumeweza tumeona majamaa wakikula huko kwa parliament. We have seen them. The big question is, kama huyu jamaa aliweza kuchukua the mace ya Senate, ataipeleka wapi? Will he feel safe akiwa na hiyo the mace kwake kwa nyumba? What if apatikane na hiyo mace kwa nyumba? Atashtakiwa na makosa gani? Ama atachukuliwa na hatua gani? Remember, kuna zile Lions bill pia, zile Lions zinakuanga zimewekwa hii side na hii side. Pia hiyo kitu imeweza kuchukuliwa na Wakenya na ambayo walikuwa wamejaa hasira. Where will they take this thing? The big question is, I am asking myself, we Kenyans tumetokea kwa demonstrations. We Kenyans, we have told the government not to finance bill 2024. They have not listened to us. You all saw today's demonstrations. Now, serikali itachukua hatua gani? That's what I want to know. What will happen after this? What will happen after today? I just want to know what will happen after today. Ofisi za wabunge, tukienda huko Kikuyu, ofisi zake zimechomwa. Klabu ya Oscar Sudi imepigwa na mawe. Kuna hoteli za wabunge zimeweza kuchomwa wenye walikuwa na vote yes. Na pia kumeona wengi walikuwa wana target sana area za wabunge wenye wamesema yes. Now after today, what will happen? That's a big question. This thing has never happened again in Kenya. And these things happened because of ignorance. These things happened because our politicians never wanted to listen to us. They never wanted to listen to us. They never wanted to listen to the common mwananchi. They never wanted to listen to the voice of people. Remember, the voice of people is very powerful. People are very powerful. They never incline their ears to listen to us. No, see the effects. What will the president of Kenya tell Kenyans now? We are yet to see him making statement. Na tunagojea tuone kama rais wa Kenya ambaye ni William Samoei Arap Ruto kama ataweza ku make statement na tusikie vile ataambia wa Kenya. Remember, most of the members of parliament who were supporting the bill, they were chest thumping. And we saw them on social media. They were saying they must pass this bill. But people want them. They told them, no, don't do that. We don't want this finance bill. We don't want amendment. We want it rejected and come up with another bill. Kenyans sent a warning to our politicians, but they never inclined their ears to Kenyans. They never listened to Kenyans. They said they do whatever they feel is good for them. They said they pass the bill by force. They will never listen to Kenyans. Now see the effects. Now see what have happened. Remember, ni watu wameamua. Hakuna politician hata mmoja ameambia watu watoke. Hakuna politician hata mmoja ameambia watu do this, go for demonstrations, kesho tutaenda sijui parliament ama wapi. Watu ndo walijiambia na wakasema tutaenda parliament. By the way, ilikuwa inaonekana kama jokes and we all thought it was a joke. But
hata kama Wakenya walishutiwa hapo kwa parliament, it came to pass. Wakenya waliingia kwa parliament. Man, guys, do you know what? Wali overpower police. No, police wakasema, it is what it is, man. Wakaingia. Wabunge walipotea huko. But there's one thing that happened huko ndani ya bunge, of which is very important, and we should tell the wenye walikuwa huko. Asante. Kuna mbunge moja na ambaye aliweza kukwama kwa parliament. Wabunge wale wengine wote wakapotea. Yeye akaachwa. Okay, mbunge aseme ni wale wabunge na ambao they were ni mtu ambaye aseme aje, physically challenged. Yeah, he's physically challenged. So nikimwona alikuwa it's like alikuwa kwa wheelchair na si Wanyonyi, so hangeweza kupotea. So what happened, yeye alikaa kwa bunge, so kile kitafanyika kifanyike. But the good thing is the Gen Zs ni wale ambao waliweza kuingia huko kwa parliament, they never harmed him. Waliweza kumchukua na wakamtoa kwa parliament. They did a good thing kutoa ule mbunge pale. They did a good thing. Now tumeona kanisa imeweza kuongea, na kanisa inasema, wanaambia Rais Catholic, wanaambia rais wa reject your finance bill. Raila Amolo Odinga ashaongea na amecondemn what have happened today. And Raila Amolo Odinga amesema anaita akina AU waweze kuingilia kati, East African Community, AU, that is African Union na wengineo, because hii ni mata na ambayo si nzuri. This thing is not okay. If you think it is okay, it is not okay. This thing it affect economy ya Kenya vibaya sana. Economy ya Kenya as we speak now itakuwa affected sana, just because of ignorance, just because of chest dumping. Economy ya Kenya saa hii as we speak iko pali pabaya sana, and our leaders should change. Our leaders should learn to listen to the voice of people. They should learn to listen to the voice of people. They should not chest dump. Hiyo kitu ni mbaya sana. What they saw today, they have never seen it before. Especially pale bunge, they have never seen it before. Ile kitu wameona leo, they have never seen it before. It was terrible, guys. But anyway, how do we say? What do we have to say? It is what it is, ladies and gentlemen. But let's wait and see. Will the president of Kenya will the president of Kenya sign and approve the finance bill 2024? That's a big question people are asking. Will he approve and sign it? And if he will not sign it, why did he wait for all these things to happen? Why did he wait? Anyway, this is Kikuyu Podcast. Thank you guys. God bless you. Make sure you subscribe to this YouTube channel.